Yo, what's up? It's your boy Mado yeye. Na hii ni story na wana, karibu kuelimika na kuburudika. Na leo niko na mgeni mwingine. So, let's go. Bwana, mambo vipi? Yeah, poa. Bwana, unaitwa nani? Jina naitwa Triple. Yeah. Triple. Kwa nini Triple? Triple nadhani kila mtu anafahamu. Inasimama mara 3. Okay. Mara 3 hiyo iko kwa fani. Namaanisha kwamba nafanya muziki, so haina tofauti. Okay. Nikaa Triple kwa sababu ni zaidi ya aina 3. Okay. Yeah. Bwana Triple, mimi leo nina maswali kidogo, think kama 2 au 3, lakini sitokuuliza maswali ambayo yatakuwa kwenye kitu ambacho nachokifanya, muziki. Yeah. Nitakuuliza nje ya muziki, maisha mengine kabisa ya muziki. Okay, so swali la kwanza ni kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba ukiwa na mwanamke unaamini kwamba huyu mwanamke ni ananipenda na naweza pia nikaishi naye? Ni mambo gani au ni kitu gani akikifanya unaweza ukaamini kwamba okay, huyu anaweza akawa mke wangu, anaweza akawa mwanamke wangu, anaweza akawa mchumba wangu? Sawa. Hapo unajua, yeah, mwanamke inategemeana. Yeah, inategemeana mwanamke kwamba unakuwa umempata mazingira gani, na ukiachana kuwa mazingira gani, wapi, ni wakati gani, kwa sababu kila kitu kina wakati mwafaka. Okay. Wanawake ni wengi. Okay. Ila kwa haraka tu kugundua kwamba huyu ananifaa na anafaa kuwa mke ni kazi. Huenda inategemea na sehemu, naweza nikasema. Okay. Ila kwa maisha yetu ya jiji letu la Dar, sina uhakika sana, sina dalili sana. Yeah. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mwanamke au mke wa ndoa unaweza kumpata kijijini? Nikisema hivyo kwa 75% inawezekana, kwa sababu familia nyingi za mjini, yeah, haziandai mtoto kuwa mke, haziandai mtoto kuwa mume. Kwa nini haziandai mtoto kuwa mke, haziandai mtoto kuwa mume? Nadhani mjini inafahamika, mjini bwana, wenyewe wanasema teknolojia nyingi. Mambo mengi, tuseme labda wametoka level fulani wamekuja level fulani, wenyewe wanakuambia analojia kwenda digitali. Yeah. Kwa wako kidigito zaidi, yani naweza nikasema. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kijijini mtoto wa kike anapoandaliwa anakuwa ana mambo mengi. Okay. Na wa kiume katika mzunguko wake wa maisha unakuwa hauna mambo mengi. Okay. Tofauti na mjini, atazaliwa mtoto ambaye anatakiwa asome sana. Okay. Na anaposoma sio kwamba atakutana na hali halisi ya maisha jinsi inavyohitaji. Hapana. Ni sawasawa, ni elimu. Yeah. Baada ya elimu huenda muendelezo wa mambo mengine atakuja, ila ile kusema kwamba anakutana na elimu juu ya maisha, eti kwamba kesho na kesho kutwa kwamba mimi natakiwa kuwa mtu wa aina fulani, kwa hapa mjini ni nadra sana. Okay. Sana. Okay. So, mimi kwa uwezo wangu, mjini hapa, kweli siwezi, na sijaona kwamba bwana kuna familia inaweza kutengeneza mazingira imenivutia niende katafute mke. Mimi nitarudi kwetu kijijini, hapana. Hapa noma. Okay, so ni sifa zipi ambazo akiwa nazo mwanamke kwa wewe unaona kwamba huyu ni the best? Mwanamke ninayempenda mimi, yes, ambaye atanivutia mimi. Yes. Jambo la kwanza, ni principle ya kwanza, inatakiwa yeye anisikilize mimi. Okay. Hiyo ni principle ya kwanza kwangu mimi. Ndio. Yeye anisikilize mimi kwanza. Okay. La pili, hawezi kuwa na mambo mengi kunizidi mimi. Okay. Kwa sababu wapo ambao wana mambo mengi hadi wao mwenyewe wa kiume unaona kweli nakubali. Okay. Ila sipendi mwanamke ambaye mwenye mambo mengi. Sipendi mwanamke ambaye anasema kwamba yeye ana kazi. Sipendi mwanamke ambaye anajikeep busy na mambo yake, kwa kumaanisha, kwa sababu sio sifa ya mwanamke mzuri na sio sifa ya mwanamke mwenye kuolewa. Okay. Mwanamke mwenye kuolewa
sifa yake ya kwanza. Kwanza natakiwa atambue mwanamke sifa yake ya kwanza, yeye ni mtafutiwa, sio mtafutaji. Unapoingia katika ulimwengu wa kwamba mwanamke yeye ni mtafutaji, hapo ndipo linapokuja tatizo la yeye kutoolewa au kuchelewa kuolewa. Ila kama ni kweli tunapata mwanamke ambaye anamsikiliza mwanaume, anangoja mwanaume amtafutie, amini kwamba wewe kajiandaa kuishi na mwanaume. Sio mwanamke ambaye unataka kuishi naye anadai kwamba naye anataka kuwa na kazi. Unataka 50/50, na maisha 50/50 ni hapa ambapo tunataka mazingira ya teknolojia. Ila ukienda mikoani huko, mwanamke anamsikiliza mwanaume, ni nini kinahitajika, nini kifanyike. Sijui umenielewa. So kwa mtazamo wako, mahusiano mazuri hujengwa na nini? Unajua, mahusiano mazuri kwanza anza kukubali kwamba wewe mwanamume. Alafu cha pili utambue kwamba wewe ni mtafutia. Ni mtafutia. Sio mtafutiwa. Unajua kuna mtafutiwa na mtafutia. Hiyo bwana kaa nayo hiyo. Mwanaume ujue kabisa kwamba wewe ni mtafutia. Wewe ndio unaanza kumtafutia yeye. Usiruhusu yeye awe mtafutaji au awe mtafutiwa, yaani akutafutie wewe. Kwa sasa hapo unamaanisha kwamba haijalishi awe ni mchumba wako au mke wako. Haijalishi. Yaani haijalishi kuwa hivyo. Kama unataka kutengeneza mwanamke mzuri, basi amini kwamba wewe ni mwanaume, asili yako kupambana, mpambanie. Sio ajipambanie. Huo ni mtihani. Yaani ni mtihani. Japo unaweza ukahisi ni jambo la kawaida kwa maisha ya Dar es Salaam, ila amini kuwa mtihani. Ni vipi pale ambapo tunatambua udhaifu wa wanawake? Ni vipi pale unaruhusu kwamba akafanye kazi Mbezi, wewe unafanya kazi Sinza? Wewe unaamini nini raia wa Mbezi na wewe ukiwa una raia wa Sinza? Bwana raia wa Sinza. Wewe unaamini vipi hapo? Kwa sababu natakiwa utambue. Unajua anakutana na watu ambao tofauti, changamoto tofauti. Kwa sisi wanaume tunaweza tukaziendo. Sasa hatutambui kwa upande wao wanaweza wakaziendo au vipi. Ila kwa wengi wao wameshindwa kuziendo, kwa sio nzuri kwa upande wao. Mjini kumekuwa na maswali mengi sana ya watu wengi sana wakisema kwamba, na nukuu, wakisema kwamba kama mwanamke ikiwa sio mke wako, ndio ikiwa sio mke wako ambaye umemtolea mahali, umemuoa, unafahamika na kwenye familia yake, wengi wao wanasema kwamba sio lazima sana kumhudumia. So unaniaminishaje mtu kama mimi ambaye nimeshakutana na hizo fikra za watu tofauti kwenye namna hiyo, na pia nikaamini kwamba kwa kuwa huyu sio mwanamke wangu ambaye nimemuoa, siwezi nikamsaidia kitu fulani, au siwezi mara kwa mara nikawa nampushi kwenye mambo yake mpaka labda nimuoe. Kwa hilo siwezi nikalipa asilimia nyingi sana, kwa sababu bado asili inabakia kwa asili. Yeye hajajitafuta, ila wewe ulimtafuta ili awe mtu wako. Kwa hiyo yeye ajipambanie sana. Ikiwa anatambua kuna mtu mimi amenitafuta niwe karibu yake, huenda anatakiwa yeye anipambanie. Sisi ni asili yetu wanaume kutafuta wanawake ili tulizishe vile ambavyo tunavihitaji, au tulizike katika maisha ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo tunavaa uhusika mzima wa kuwasaidia. Sijui umeelewa. Ila mwanamke pia anahitaji kusaidiwa, anaonekana, kwa sababu sisi ni binadamu. Natambua kabisa huyu anafaa kusaidiwa hapa, na kuna mwanamke unaona upo naye katika mahusiano, huyu sio kutia backup. Kwa sababu mimi naamini hata kama mtu anapokupanga neno la uongo, huwa unamwambia hapa unanidanganya, ila sidhani kama amekwambia kwamba anakudanganya. Kwa hiyo nadhani ukweli unaweza ukafahamika kwa kuangalia kadri mnavyoishi, mkasomana, mtaelewana kwamba mnafaa kuishi au amfai. Ila kwa Dar es Salaam mwanamke mpaka ukaona kwamba huyu anafaa kuishi naye au hafai, ni jambo jepesi sana, kwa sababu kwa maisha ya Dar es Salaam nichukue tuishi. Na maanisha sio wewe, yani wachache sana ambao wanafunga ndoa, na kama ndoa zinatokea basi huwa kama inafanikiwa kudumu miaka 5 mpaka 10.
basi ufuatilia hawa details zao za maisha baki. Familia ilikuwa imenyosha, basi sivyo wamechukuana.